Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo amenipatia ili nifikishe ujumbe ambao mtu mmoja unaenda kumtoa katika sehemu ya kukata tamaa na kumpa nguvu nyingine mpya ya kusogea mbele. Mtakatifu Mungu mweza wa yote, sema na moyo wangu Baba, sema na watoto wako kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tukainuke tena. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo langu linasema kile ulichokibeba ni aina ya vita utakayopitia kwenye maisha yako. Kile ulichokibeba ni aina ya vita ile utakayopitia kwenye maisha yako. Kila mtu ambaye Mungu amemkusudia makubwa, kila mtu ambaye Mungu amemwekea lengo kubwa kwenye maisha yake, ili likainue jamii, ili likaokoe watu, ili likawatoe watu kwenye mateso, ina determine pia ni aina gani ya vita atakayopitia huyo mtu. Kwa sababu hauwezi ukafika viwango vile ambavyo Mungu anataka ufike kabla hujapita kwenye mzani upimwe, kabla hujapita kwenye chekecheo wa kuchenjue wa kuone una thamani kiasi gani. Kwa matikio, kila mtu ambaye Mungu amemkusudia makubwa ni lazima tu kuna vikwazo atavipitia. Usije kuona mtu amefika kwenye viwango vya juu, amefika kwenye viwango fulani vya maisha katika uchumi au katika imani au katika huduma, ukafikiri ya kwamba alilala na kuamka akasema ya kwamba nimefika hapo. Hapana. Ila ni lazima apite kwenye mchakato au kwenye mfumo ambao umfanyie verification ya yeye kusimama kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amemwandalia. Tunaposoma katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5, neno la Mungu linasema, Yeremia 1:5, neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Huyu ni Yeremia ambaye Mungu anasema ya kwamba kabla hujatoka tumboni wa mama yako na alikujua na nikakutakasa. Na sababu ya mimi kukujua kabla uko tumboni mwa mama yako ilikuwa ni kuweke kwa huduma ya kwangu, ni kuweke uwe nabii wa mataifa, ili watu wakasikia neno langu kupitia wewe na wakaokolewe. It means wewe mtu uliye na uhai na pumzi leo hii, kuna kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, ambacho kile kitu kipo kwa makusudi ya Mungu. Hakipo kwa ajili ya utukufu wako, ila kipo ili Mungu atukuzwe kupitia hicho. Unapoona unapitia challenge kwenye maisha yako, unapopitia ugumu, ujue kinachotafutwa kuinuliwa au kushushwa ni kile ulichokibeba. Kuna mtu hajanielewa. Shetani anapokuja na kuletea majaribu, hakuletei majaribu ili akufanyie verification upande daraja, ila anakuletea majaribu ili akuangushe ushuke daraja. Mungu anaporuhusu changamoto zikufikie, anataka athibitishe viwango ulivyo navyo kwa wakati huo ambao vitakupandisha kwenye utukufu ujao. Ayubu, Mungu anaruhusu ajaribiwe. Lengo la shetani ni kwenda kumwangusha, ila lengo la Mungu ni kumfikisha kwenye ule utukufu wa mara mbili alivyokuwa navyo mwanzo, ya viwango vya juu kuliko alivyokuwa navyo mwanzo. Ndio lengo la Mungu. Ila shetani lengo lake ni akuangushe. Atakuangusha katika nini? Anakuangusha kwa kile ulichokibeba ndani yako. Unapoona ya kwamba dhambi inakunyemelea na kukusukuma sana, dhambi inakutafuta kwa viwango tofauti tofauti, katika mazingira tofauti tofauti, hautafuti wewe kama mwili. Kinachotafutwa ni kile ulichokibeba ndani yako. It means kama leo kuna mtu ambaye bado anaishi kwa kawaida, anaishi pasipo malengo, anaishi kwa kujiendelea, huyo ni rahisi sana kuanguka. Maana hata ukisoma katika Mithali inatuambia kwamba mtu pasipo maono hushindwa kujizuia. Maono yanatoka wapi? Maono yanatoka katika ule ufunuo ambao Mungu amekupa na kukuonesha sura yako kwamba wewe ni nani.
hauwezi ukajikomiti kuwa na misimamo kama bado hujajua kusudi lako ni lipi kwenye maisha, kama bado hujajua Mungu amekuweka kuwa nani, kama bado hujajua wewe upo hapo ili mataifa watoke kwenye ile giza walilokuwa waingie kwenye nuru. Wanaonekana kuchanganya. Sio kila mtu tunaposema amewekewa kusudi la Mungu, sio amewekwa eti awe mhubiri, hapana. Kuna mtu ambaye Mungu amempa akili ya uchumi, amempa akili ya biashara, amempa akili ya mahusiano, amempa akili ya kilimo ili watu waokolewe katika hiyo. Maana leo kuna mtu ambaye analima shambani, anashindwa kupata kile alichokuwa anatarajia. Anaamini ya kwamba nimerogwa, anaamini ya kwamba nimewekewa mizizi, anakimbilia kwa waganga. Kumbe kuna mtu ambaye Mungu amemwekea ujuzi katika kilimo, amemwekea ujuzi katika biashara ili aje afunue lile giza lilokuwa kwenye akili za watu waokolewe katika hilo. Tumekuwa watu wengi tunakimbilia kufanya vitu ambavyo sio vya kwetu kwa sababu tu tumeambiwa lazima umtumikie Mungu, lazima umtumikie Mungu. Tunafikiri labda kumtumikia Mungu nishike Biblia nitembee nayo. Hapana, kumtumikia Mungu ni kufanya lile kusudi ambalo Mungu amekuwekea hapa duniani. Ukijua kitu ambacho Mungu amekuwekea, utajikomiti kwa Mungu. Utakuwa ni mtu ambaye unatamani Mungu akutumie kwa viwango vya juu. Kusudi hilo lilobeba ndio linaleta uzito wa kipekee kwako, na ndio sababu ya shetani kuanzisha vita maalum dhidi ya watu fulani. Ni muhimu kujua kile ulichonacho ili usikate tamaa na unapopitia majaribu. Kama haujatafuta kujua kusudi la Mungu kwa maisha yako ni nini, always hata kukutana na changamoto kidogo utarudi nyuma. Always hata kukutana na kitu kidogo cha kutikisa utagive up. Kuna Yusufu, kwa wale wanaosoma Biblia wanaelewa. Baada ya kufunuliwa katika ndoto na kuona nyota zinamzunguka, akajua ya kwamba mimi ni mtu fulani, na akawaambia ndugu zake. Lakini lile alilokuwa amelibeba ndio lililosababisha hata jamii inayomzunguka kumchukia. Hilo ulilolibeba ndio utaona ya kwamba kila mahali unapoenda utakataliwa, ili kusudi uonekane mnyonge na uchukue maamuzi ambayo yatakutoa kwenye lengo ambalo Mungu amekuwekea. Stick to your vision, stick to the goals that God has put in you, ambayo amekuwekea wewe ufike mbele. Musa na Yesu, malengo waliokuwa Mungu amewekea ndani yao ndiyo alikuwa sababu hata katika kuzaliwa kwao wanusulike na vifo. Kuna mtu ambaye amefanikiwa leo kikanayo kaanza kumsikiliza, akianza kukuambia yale aliyoyapitia kwenye maisha yake. Aisee, utasema mimi bado sijapitia magumu. Lakini kwa sababu alijua mimi sipo duniani kuishi kwa bahati nasibu. Mimi sipo duniani ili tu nisogee masaa yaende. Ila kuna kitu ambacho Mungu ameweka. Tunaposema mwanadamu ni wa thamani, sio huu mwili, ila kila alichokibeba ndani yake kina thamani. Thamani gani? Ambayo ile thamani inasaidia jamii na watu walionao. Inawatoa kwenye ule mkanganyiko wa nafsi zao. Inawatoa kule ambako walikuwa wamekunyatiana, wamejikunyata, hawaoni mlango wa kutokea. Ile thamani ya mtu ndio inaenda kuwavuta na kuwaleta sehemu palipokuwa na mwanga. Mungu ametupatia karama kama unaposoma katika Wakorintho wa kwanza 12, utaona karama zipo ambazo Mungu ametuwekea, lakini kuna huduma ambazo Mungu ametuwekea ndani yetu. Tukisoma katika Waefeso 4:11, ni vitu ambavyo Mungu ambao ameweka ndani yetu, karama, huduma. Lakini pia kuna neema na maono ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Yale maono ambayo mtu anatembea nayo, yale maono ambayo mtu anayasikia, ni kitu ambacho Mungu anamvuta ili akatumikie katika hicho. Na ndicho ambacho shetani anakitafuta. Sasa vita inayokuja itakuja kwa sura mbalimbali. Kwa mfano, vita ya kisaikolojia. Kuna wakati mtu
Unaweza kaingiwa na wasiwasi. Can I go? Naweza kweli nikasogea mbele kwenye ile ono nilionalo? Unajihisi inferior, unajihisi kwamba siwezi, unakuwa na sababu tofauti. Yeremia anasema mimi ni mdogo. Musa anasema siwezi kuzungumza. Ni aina ya vita au ni aina ya sura ambayo shetani anakuwekea ili akuzuie wewe kufikia ile sehemu ambayo amekuwekea. Mashaka na hofu, kutokujiona wa thamani. Tumekuwa na watu wengi sana katika maisha yetu ambao wameshindwa kufanya chochote, wamebaki wa kulia. Kwa sababu wanaona ya kwamba kwenye dunia wao hawana thamani tena. Wanaona waliopitia kwenye maisha yao ni kama vile wamevuliwa utu wao, tena hawezi kusogea. Anaona kwamba siwezi tena kusimama kwenye jamii kwa hili kitu ambalo limenikuta kwenye maisha yangu. Akiangalia background yake, anaona ya kwamba mimi siwezi tena kusimama na watu wanisikilize. Lakini iko hivi. Isaya anakutana na Mungu mpaka anasema ole wangu mimi mwenye kinywa, ole wangu mimi mwenye ulimi mchafu. Lakini Mungu anachukua kala moto, anamwekea na msafisha. It means kama unajiona ya kwamba kuna mahali ambapo sijafiti, ni wakati ambao Mungu anataka akutakase ili akutumie kwa kazi yake. Hauwezi ukaingia katika utumishi kama Mungu bado hajakutakasa. Kuna watu ambao ni walimu mashuleni, masekondari, shule za msingi, vioni, wanakuwa watofauti na wengine. Kwa sababu gani? Walijikabidhisha kwa Mungu, akasema hii ni huduma yetu. Mungu nitakase, Mungu nipe kibali cha kitofauti. Kati ya walimu 100, kati ya walimu 30, kati ya walimu 90, yeye anaonekana wa thamani. Kwa sababu gani? Anaamini huu wito ambao Mungu amenipa kuweka knowledge, kuniput knowledge kwenye vichwa vya watoto, ni wito wa kipekee sana. Usijione hauna thamani. Usijione kwamba je, nitawezaje? Je, watu watanipokeaje? Hiyo ni aina ya vita ambayo unaipitia ili usifikie kule unakoenda. Naomba tusome Mathayo 5. Mathayo 5. Mathayo 5. Sura ya 14. Mathayo 5:14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ukiwa juu ya mlima hauwezi kusitirika. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Anachokitafuta shetani ni kuichukua ile nuru iliyo ndani yako aizime. Kile kitu alichoweka Mungu ndani yako ndiyo kinaenda kumulikia watu. Ukiishi nje ya kile ambacho Mungu amekuwekea, automatic utaingia kwenye kwaro na watu wengi, kwa sababu upo sehemu isiyokuwa ya kwako. Upo sehemu ambayo haustahili wewe kuwa hapo. Unaishi maisha ambayo sio maisha ambayo Mungu amekuwekea wewe. Mwisho wa siku utajiona ya kwamba wewe sio wa thamani tena, kwa sababu tu haupo kwako. Shetani anachotafuta ni kuzima ile nuru ambayo watu inabidi waongoze kwenye maisha yao. Fight to find who are you. Fight kustahimili majaribu unayopitia, maana ndio yamebeba ushuhuda wako wa kesho. Maana ndio yamebeba utukufu wako wa kesho. Nifanyeje ili nishinde haya majaribu? Hatua za kushinda majaribu. Tambua na thibitisha kusudi lako kwa Mungu. Tambua na thibitisha kusudi lako kwa Mungu. Tambua na ulithibitishe. Kama hujajua Mungu anasema nini na wewe, utajiishia tu, utaenda. Kila jaribu takalo kuja mbele yako utaona kama vile wewe dunia imekutenga.
utaona kama vile Mungu hakuoni tena wa thamani. Lakini ukienda kwa Mungu, ukapiga goti, ukatafuta ukaribu na Mungu aseme na wewe, ukatafuta sauti ya Mungu itende kazi ndani yako, unaposoma katika Yeremia 29, anakuambia kwamba anajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo mema. Let me read it. Yeremia 29. Yeremia 29 mstari wa 11. Neno la Mungu linasemaje? Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za baadaye. Biblia yangu inaniambia siku zenu za baadaye. It means ninalopitia leo wakati huu limebeba mawazo yaliyo mema ya Mungu ya baadaye yangu, ya kesho yangu, ya siku zangu za mwisho wangu. It means nisipotafuta kukaa vizuri na Mungu, sitaona wala sitayajua makusudi ya Mungu ni nini kwenye maisha yangu. Watu tumekimbilia kwenye nguvu za giza kwa sababu tumeona ya kwamba huku tulipo tumepitia magumu mengi sana. Toka niko mdogo nimepambana nyumbani kwetu maskini, hatutoki kwenye umasikini. Kwa nini? Hivyo natafuta kwenda nje kule nitafute nguvu zingine za kuniletea ile amani nayo itafuta mimi. Lakini kumbe ilikuwa natakiwa nirudi kwa Mungu, nikae na Mungu, nimtafute Mungu kwa bidii maadamu apatikana, alafu atanielekeza makusudi aliyoyaweka ndani yangu. Jambo la pili ambalo watu wengi tumekuwa tukilikwepa: omba kwa bidii. Vita vya kiroho haviendi kwa mwili, ila vinaenda kwa maombi. Waefeso 6. Waefeso 6:12. Waefeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. My bro, pesa usichukulie kama karatasi. Vyeo usivichukulie kama kitu kinachokuja. Kuna watu wanavitafuta vyeo kwa hali na mali. Kuna watu wanamwaga damu ili wapate pesa. Sasa kama wewe umekaa, umetulia, unasubiri kuinuliwa katika vyeo kwa bahati nasibu, it will never ever happen to you. Hakiwezi kikatokea kitu ambacho haujakifanyia bidii na juhudi kukipata. Tunakipateje? Kwa sababu kupigana kwetu sio kwa damu na nyama, bali ni katika mamlaka, katika ule ulimwengu wa roho. It means I have to be effective in deep kwenye ulimwengu wa kiroho. Niwe ni mtu wa maombi na kujua ulimwengu wa kiroho tunaendaje. Ukiona mtu ameenda kwa mganga na akakuonesha kwamba nilienda kwa mganga nikafanikiwa, muulize, je, ulifika kwa mganga ukajielezea ukafanyiwa ulichokuwa unahitaji na ukaondoka? Kuna kitu ambacho mganga anakihitaji. Wende kazi kwambie direct, lakini kesho utajua kwamba kuna kitu kumbe nilisaidiwa ili leo nije nikifanye nikirudishe kama maripo. Mambo ya kiroho lazima yafanyike katika roho, yafanyike katika usirias. Tutabaki wa kulia sana, tutabaki wa kulalamika, lakini principle ya kimungu ni kwamba niyajue mawazo ya Mungu kwangu na nijikite katika kumtafuta Mungu kwa bidii. Nijikite katika kumjua Mungu kwa bidii katika neno lake na katika maombi. Hatua nyingine, zungukwa na watu wa imani na msaada wa kiroho. Ukienenda na wenye hekima na utakuwa na hekima, lakini rafiki wa wapumbavu, yani you have to understand aina ya jamii ambayo imekuzunguka, aina ya watu ambao una interact nao kwa siku yako nzima. Pia wana uwezo wa kudetermine kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kwamba ukifikie ama usikifikie. You have to fight
kuishi na watu ambao wanaweza wakakupushi wewe kufikia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Jambo lingine, jifunze kupitia changamoto zako. Jifunze kupitia ugumu nao uona kila siku kwenye maisha yako. Kila jaribu linalokuja kwako limekuja na funzo. Kila jaribu linalokuja kwako limekuja na saburi iliyo njema kwenye maisha yako. Kwa usije kuona kila challenge unayoipitia ukaiona tu ya kawaida. Tafuta kujifunza ili kuja kupima nini kwenye maisha yangu. Tafuta kujua hili kuja ili kunitoa wapi niende wapi. Usikate tamaa kwa sababu ya vita ulivyo navyo. Kama vita ni vikubwa, basi ujue Mungu ameweka kwako yaliyo makubwa zaidi. Mshirikishe Mungu kwa imani kwa sababu mwisho wa yote ni ushindi. Tamalizia na kusoma Warumi 8. Warumi 8:28. Neno la Mungu linasemaje? Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haupo duniani kwa bahati nasibu. Mungu ameweka kusudi ndani yako. Be blessed. Asante Mungu kwa neema ya kipekee. Asante Mungu kwa wakati huu. Baba, katuongoze, ukatufundishe zaidi na zaidi kwa yale ambayo tunaenda kuyapitia kama changamoto kwenye maisha yetu. Tukaone utukufu wako uliye Bwana na kiongozi wa maisha yetu. Amina. Amen.